Nakukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele. Na nashukuru Mungu kwa neema ametujalia siku ya leo, gusokera Mungu kathana tsobane merato tetukeruari, ili tuweze kuwa katika ibada hii. Kenda tumba kuiva tokiri ibada hii. Na katika kipindi kilichopita, kipindi keke akolokite, tulijifundisha kuhusu kutakazwa. Tuombe takwiri tana kuhusu kudherwa. Na tuliona watu wengi wanajitakaza. Tuone antoba ingi kaba idharasia. Lakini hakuna mahali Biblia inasema ujitakaze. Ndio tuwa Biblia kwa utuidherie. Biblia inaongea kuhusu kutakazwa. Biblia yariria kudherwa. Na tukaona bila Yesu aliweza kuongea kuhusu kutakazwa. Tunaona Yesu ombere kwa kuhusu kudherwa. Katika kitabu cha Yohana sura ya 15. Kikura Yohana kamwarike 15. Mstari wa 3. Mstari wa 3. Mankai mstari wenu. Yesu akasema, Yesu araua, mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno niliwaambia. Bukwa baadhi no ntoto turanda abwirire. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Ile ndene kwa na ndene yenu. Mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Iboreketie kudhara no ntoto turanda abwirire. Kwa hivyo hatuwezi kuwa safi kwa sababu ya kujitakaza. Tutomba kudhara no ntoba kuidharia. Tumekuwa safi kwa sababu ya lile neno Yesu ametuambia. Tudhara no ntoto turanda Yesu atuirite. Na neno hili Yesu alilizungumzia tena. Na tatoro Yesu na rairirenge. Katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 17. Kikura Yohana 17 mstari wa 17. Yesu aliongea akasema. Yesu araria rawao. Katika mstari wa 17. Mstari wa 11. Tuangalie kitabu cha Yohana. Katolele ukura Yohana. Sura ya 17. 11. Mstari wake ni wa mstari wa 17. Kamwalike 11. Tuone vile Biblia inasema. Tuona Biblia kuwa watakase kwa ile kweli.
ubatherie na umabura neno lako lilo kweli. rutoto rwaku niguo uma. Kwa hivyo Yesu aliongea kuhusu kutakazwa. Ko Jesu ariririe ukonie kutherua. Mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno Ibutherete no tutaturura nililowaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Twanda burerie ndene yakwa na ndie ndene yenu. Na akasema tena, na uarenge watakaze ubatherie kwa ile kweli, na umabura neno lako ndilo kweli. rutoto rwaku niguo uma. Tuangalie kitabu cha Wakorintho. Katolele kura Korintho. Tuone vile Biblia inasema Tuone na Biblia kuwa kuhusu kutakazwa. ukonie kutherua. Tuangalie Biblia. Katolele Biblia. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 11. Ekura Korintho embere ithandatu kamwalike 11. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Inde bainge benu bakari wo. Lakini mlioswa. Inde ni bwathererwe. Lakini mlitakazwa. Inde bwathamberwe. Lakini mlihesabiwa haki. Inde bwatalerwo wageru. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kore kwa Yesu Kristo. Na Roho wa Mungu wetu. Na kirundu wa Mungu wetu. Hapa maandiko inasema maandiko yariwao, baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Baba inge benu bare antubandempe. Mlikuwa waserati, bare adogeri, mlikuwa wezi, bare amba, mlikuwa walevi, bare alebi, mlikuwa watukanaji, bare arumani, mlikuwa watu waofu, bare antubaba epio. Lakini mlitakaswa. Inde ne bwathererwe. Lakini mlioswa. Inde ne bwathamberwe. Lakini mlitakaswa. Inde ne bwathererwe. Lakini mlihesabiwa haki kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Inde bwatalerwo wageru no ntubali. Hatukusaliwa tukuwa watakatifu. Tutasiero tubatheru. Hatukusaliwa tukuwa wakamilifu. Tutasiero tubaboyoru. Tulikuwa watu wachafu. Bare antubaroko. Tulikuwa watu waofu. Bare antubabae. Lakini tumetakaswa. Inde ne tutherete. Tulisaliwa tukiwa watu najisi. Tutasiero turamtubena moyo. Lakini tumeoswa. Inde ne tutherete. Tulisaliwa tukiwa wenye dhambi. Tutasiero turesia. Lakini tumehesabiwa haki kwa jina la Yesu. Inde tutaleriwa wageru kulekera. Haleluya. Amen. Hatukuwa wenye haki. Tutare babageru. Lakini tumehesabiwa haki. Inde tutaleriwa wageru. Tuangalie kitabu cha Warumi. Katolele liko Warumi. Warumi 6. Warumi 6. Mstari wa 22. Mstari wa 20. Maandiko inasema, maandiko yariwao, lakini sasa enderende mkisha kuwekwa huru bwana ikiwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na wekwa kurayana mesia na kufanya watumwa wa Mungu na kuweza kuomba Mungu, nayo faida yenu bwana faida yenu ndio kutakaswa kutherwa na mwisho wake ni uzima wa milele. Na muthia ni moyo Kenya na Kenya. Maandiko inaongea, maandiko yale aliyo, lakini mkisa kuwekwa huru kuwa mbali na dhambi, inde bweko kuwekwa kuraya na mesia na kuwa watumwa wa Mungu na kuwa kuomba Mungu. Jambo la kwanza, kintu kambere, ile kazi Mungu anatufanyia kwera Mungu atulitaira ni kutuweka huru mbali na dhambi. Nwe tuweka huru kuraya na mesia. Tunapowekwa huru mbali na dhambi, tuwekwa huru kuraya na mesia, kazi ya pili ambao Mungu anatufanyia, kwa yeselera Mungu atugwithairia, tunakuwa watumwa wa Mungu. Tukatuma wa Mungu. Jambo la tatu, untubaya thatu, ni kutakaswa. Ni kutherwa. Jambo la nne, utubayana, uzima wa milele. Ni moyo Kenya na Kenya. Haleluya. Amen. Tulikuwa watumwa wa dhambi, twari komba mesia, lakini baada ya kuwekwa huru kuwa mbali na dhambi, ndio kuwekwa huru kumake mesia, tukawa watumwa wa Mungu. Toa komba Mungu. Nataka tuangalie majina mawili ya Yesu Kristo. Tolele marito yale ya Yesu Kristo. Tuangalie majina mawili ya Yesu Kristo. Tolele marito yale ya Yesu Kristo. Katika kitabu cha Mathayo, kile Mathayo sura ya kwanza, Mathayo 1 mstari 61. Mstari wa 41. Naye atazaa mwana, no asiara mwana, nao watamuita jina lake, no tamuita itarawe Yesu, maana yeye ndiye atakao kwa watu wake na dhambi zao. Yesu no ntuno kono kiantu bayo na mesi yawe. Jina Yesu ni mwokozi. Yeto Yesu ni mwonokia, anayetuokoa kutokana na dhambi. Ura utono kikuma kile mesia. Baada ya kuokolewa katika dhambi, kwa kile kuona kukuma kile mesia, ndio Mungu anakuwa pamoja nasi. Ila Mungu adhore mwana basi. Tazama bikira atasukua mimba. Ole bikira akageu. Naye atazaa mwana. No asiara mwana. Nao watamuita jina lake Immanueli. Na wamuita itarawe Immanueli. Yaani Mungu pamoja nasi. Yaani Mungu wa mwana basi. Mungu angeweza kukaa na mwenye dhambi. Mungu atomba kuria na Mungu angeweza kupata mahali pa kukaa pamoja na mwenye dhambi. Mungu ataona kanya kuria na mesia. Yesu alisaliwa ipo anton Yesu asiarirwe ili atuokoe kutokana na dhambi. Kenda tono ke kumana na mesia. Na baada ya kuokolewa na Yesu kutokana na dhambi, kuna mesia, Mungu anakuwa pamoja nasi. Mungu akethore mwana basi. Maandiko inasema bikira atasukua mimba. Ipo to maandiko kwa bikira akageu. Na atakaposukua mimba, na areke kugeu, atazaa mwana. Asiara mwana. Na jina lake ataitwa Immanueli. Na rito la wewe mwite Immanueli. Mathayo 61, Mathayo sura ya kwanza 61. Mathayo mama sura 21. Imesema atazaliwa mwana. Iru asiara mwana. Jina lake ataitwa Yesu. Jina lake ataitwa Yesu. Ndiye atakao kwa watu wake na dhambi zao. No kono kianto bana mesio. Mathayo sura ya kwanza 63. Mathayo mama sura 3. Inasema, iru wao, tazama bikira atasukua mimba. Ole bikira akageu.
naye atazaa mwana, no asiara mwana, nao watamwita jina lake, na wamwita ritarawe Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. yaani Mulungu wa mwana baada ya Yesu kukuokoa, Yesu akurekia kuonokia, Yesu anakuwa Imanueli kwako. Yesu aye Imanueli kile wewe. Sijui kama Yesu amekuwa Imanueli ndani ya moyo wako. Kama akinja Yesu naye wale watu wamekutana na Yesu, tunatoka kukutana na Yesu, wameosha dhambi zao, baraketi kwa dhambi baada ya kuosha dhambi zao, baraketi kwa dhambi yako, Yesu anaitwa Imanueli. Yesu aitwa Imanueli, yaani Mungu pamoja na wewe, yaani Mulungu wa mwana wewe, Mungu pamoja na wewe, Mulungu wa mwana wewe, katika shida ako pamoja na wewe, kile na Mulungu wa mwana wewe, katika mateso ako pamoja na wewe, mateso Mulungu wa mwana wewe, katika raha ako pamoja na wewe, katika mtukano, katika kuheshimiwa ako pamoja na wewe, yaani Mungu pamoja nasi, yaani Mulungu wa mwana batwe. Haleluya, amen. Baada ya kuosha dhambi zako, baraketi kwa dhambi yako, Yesu anakuwa Imanueli, Yesu akawa Imanueli, yaani Mungu pamoja na wewe, yaani Mulungu wa mwana wewe, Mungu aniasi, Mulungu atetia ako pamoja na mimi, Mulungu aramona katika kila mapito nayopitia, kinyake dhene katika kila shida, kethena sionde katika magumu, ke ya momo yonde, katika magonjwa, ke merimo yonde, katika kufungukiwa, ke utakirwa, Yesu ako pamoja na mimi. Yesu aramona uni, na katika kufungukiwa kwangu, nenyake utakirwa kwaku, sababu Yesu ni mchungaji wangu, na Yesu ni mudhirithi wako, anasema sitafungukiwa na kitu. ariwa ntita ukirwa inombi. Zaburi 23 mstari wa kwanza, Zaburi 23 Bwana ni mchungaji wangu, Mwathani ni murithi wakwa, sitafungukiwa na kitu. ndikota ukirwa no nimbi. Ndani ya moyo wako kama Bwana amekuwa mchungaji wako. Tena nkora kukitha Mulungu na itamu wale ambao Yesu si mchungaji kwao, wala Mulungu ate murithi wao, ni wale hao yakutana na Yesu aliyesaliwa awaokoe kutokana na bara batisema ni Yesu siarwa kenda kwa ni watu wanaojitakasa, nontone antaba ni kuidharia, watu wanaosuluhisha dhambi zao wenyewe, ni antaba kwa rio suluhisha mesi ya bongwa. Lakini wale wamekutana na Yesu, ende bara basema ni na Yesu akaosha dhambi zao, akadhambi mesi yo, akawatakasa dhambi zao abadharia mesi yo na damu yake, na dhereke yawe, hao wanaita Yesu Imanueli. bopeta Yesu Imanueli, amekuwa Imanueli ndani ya moyo wao, kare kiti kwa Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi, yaani Mulungu wa mwana batwe. Haleluya, amen. Mpendo mtazamaji, Mungu ako pamoja na wewe. Tagari mwende Mulungu aremo na Mungu wewe, hawezi kukaa pamoja na mtu mwenye dhambi. Mulungu atomba kurianira mwana Mungu hawezi mwesia, kuunganika na mtu mwenye dhambi. Mulungu atomba kuwatana na mwesia. Alituma Yesu ili atuokoe kutokana na dhambi. Kwa Yesu ayira kenda to Baada ya kuokolewa kutokana na dhambi, na tukaona kukimesia, Mungu anakuwa pamoja nasi. Mulungu akedho aremo na batwe. Haleluya, amen. Watu wanataka wasungaji wawe pamoja na wao. Anto benda athenjeri betha waya mwana bo. Watu wanaweka paka picha za wasungaji katika nyumba zao. Anto baya kabisa si athenjeri ndani nyumba sio. Wakiweka picha hapo, Paka dhonendera kabisa muthenjeri kwa. Shetani ataogopa hiyo picha. Kama ona mbise yakira. Haleluya, amen. Watu wanabeba maji, Baba ngiba kama taroi, ambao wameombewa. yeruromberi Hii maji ukimwaka kwa nyumba yako, yeru tura nyumba na kwa yaku, compound ya nyumba yako, utebi kwa nyumba yaku, shawi na mashetani hayataingia. moro ina makoma ya Nani tikuma, anakuambia shetani anaogopa maji? no kuira nkoma iro yakira. Nani anakuambia shetani anaogopa picha ya mhubiri wako? No kuira nkoma na kira mbise muthenjeri yaku, Umedanganywa na shetani. no kaitu nkoma. Haleluya, amen. Jambo la muhimu, Ontoba komenya, ukikutana na Yesu, wasema ni Yesu anaosha dhambi zako, atambase mesi yaku, anachukua dhambi zako, ayukase mesi yaku, anakupatia msamaha wa milele, anakuhesabia kuwa mwenye haki. au tale akoma Kutoka hapo kumau anakuwa pamoja na wewe, akethirwa aremo na uwe, yaani atazaa mwana, yaani asiara mwana, jina lake ataitwa Imanueli, ni tarawe to Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. yaani Mulungu amona batwe. Ili neno nalipenda Tutatorondi ruendete ati ya kwamba Mungu pamoja nasi. no to Mulungu aramona uwe, Kabisa, Mungu pamoja, Mungu hata niasa, Mulungu atentia, Mungu ako pamoja na mimi. Mulungu aramona Na uwe, Yesu alisema na Yesu na uwe katika kitabu cha Mathayo kiukura Mathayo 28, mirongo ile na nyanya, tuangalie kitabu cha Mathayo katole likura Mathayo uone bila Yesu alisema. wana nate Yesu uwe, Mathayo 28 Mathayo mirongo ile na nyanya, mstari wa mwisho, mstari wa mwisho, mstari wa mirongo ile, na kuwafundisha kuyasika yote na kubarta na kuwata yombe niliyoamuru ninyi. yaranda abwerere, Tazama mimi nipo pamoja nanyi olelio ndi amona babwe siku zote tuko sionde hata ukamilifu wa dahari. kinya mwisho ya ndigoro. Yesu akifanyika mwokozi kwako Yesu akakoa mwono na kiyowe akiingia ndani ya moyo wako wako, marane nkoro
yaku atakuasa. ateotia. Haleluya. Amen. Unaweza haswa na mume wako, No tu unaweza haswa na mke wako, no tu mwakoro, unaweza haswa na watoto wako, unaweza haswa na wazazi, unaweza haswa na marafiki, unaweza haswa na hata na kazi yako, hata unaweza kuta huna pesa, lakini hapa neno linasemaje? Niko pamoja na wewe siku zote. Yesu akuasi. Haleluya. Amen. Kama Yesu ameosha dhambi zako, kama Yesu amechukua dhambi zako, Yesu akuasi. Haleluya. Amen. Shida ambayo uko nayo ni gani? Ni mawazo yako. Mawazo yako unapopitia katika mangumu, unaanza watu wale ambao unasukua kuwa pamoja na wewe. Kutoka hapo unaanza kutegemea wanadamu. Na ukianza kutegemea wanadamu umelaaniwa. Yeremia 17 mstari wa 5. Ategemea wanadamu. Yesu alisema, sikuja kuleta amani duniani, bali kutenganisha. Watu wanaishi nyumba moja, watu watano, wote watafarakana, wote watatengana. Yesu alisema hivyo. Haleluya. Amen. Hebu angalia hili neno. Luka 12 mstari wa 51. Luka 12 mstari wa 51. Je, msidhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia la sivyo, mafarakano. Huyu ni Yesu. Huyu ni Yesu anasema, msidhani nileta nini? Nileta amani duniani. Bali duniani nawaambia la sivyo, bali mafarakano. Unaposikiza huyo Yesu, huwezi muelewa na mawazo yako. Huwezi muelewa na mawazo yako. Kwa sababu gani? Anasema sikuleta amani duniani. Na ukisoma pande nyingine, anaitwa mfalme wa amani. Na unakuja hapa anasema sikuleta amani duniani. Na ukisoma mahali pengine anasema Yesu ndiye amani yetu. Na ukisoma hapa anasema sikuleta amani duniani, bali mafarakano. Haleluya. Amen. Lala leta mafarakano. Inasema kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwemo watu watano, wamefarakana watatu kwa wawili, wawili kwa watatu. Katika nyumba moja wamefarakana wawili kwa watatu, watatu kwa wawili. Haleluya. Amen. Hii Yesu anamaanisha nini kusema hivyo? Kuna wale wataamini na kuna wale hawataamini. Kuna wale wanafuata mawazo yao, kuna wale watafuata neno langu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo wale wanaofuata mawazo hawawezi kufuata neno la Yesu. Na ndio Yesu anasema, kwa kuwa kutokea sasa katika nyumba moja. Hii nyumba tupo. Katika hii nyumba kuna mafarakano. Wawili kwa watatu, watatu kwa wawili. Haleluya. Huyu anafuata mawazo yake, huyu anafuata neno la Mungu. Siwezi kusema katika hii nyumba sisi sote tunafuata neno moja. Hata Yesu alichagua wanafunzi 12, lakini mmoja ni Shetani. Amen. Kwa sababu gani? Yuda alisikia neno. Na aliposikia neno, alifungulia Shetani pia moyo, akapokea moyo wa Shetani. Amen. Mawazo yako ndio shida. Inakusuilia usisi maisha ya rohoni. Inakusuilia usisi maisha ya imani. Alafu unapata mtu amefungulia wanadamu masikio.
Yani unasikiza wanadamu kuliko kusikiza Mungu. Nanto thikirete saiti yao thikirete. Bila unazidi kusikiza wanadamu. Uoto wewe tambara kusikiza yanto. Unazidi kupotoka katika ulimwengu wa imani. Ibu tambara kura kio toro. Lakini ukizidi kusikiza neno la Mungu. Wewe tambara kusikiza toro Mungu. Unazidi kuwa imara katika imani. Kwa tikirete kulika kiri imani. Na hapo utaingia katika ulimwengu. Na unao kumakende goro. Kwamba yote yanawezekana. Yonde yakombekana. Haleluya. Amen. Unapoingia katika ulimwengu wa wanadamu. Kwa kumakende goro yanto. Utaanza kusema haiwezekani. Uraambere kuwa yatekombekana. Utaanza kusema haiwezekani. Uraambere kuwa yakombekana. Lakini ukiingia ulimwengu wa Yesu Kristo. Ndio kumaka utatoro Yesu Kristo. Utaanza kusema inawezekana. Uraambere kuwa yakombekana. Kwa nini Mungu aliongoza wana wa Israeli kwa njia ya bahari ya Shamu? No ntomo Mungu ongosera na Israeli ke bahari ya Shamu. Ili atengeneze njia. Nikenda bwethia njira. Katika bahari ya Shamu. Kireria reu. Waone vile Mungu anafanya kazi. Bonera Mungu atangwe. Waone vile Mungu anawasaidia. Bonera Mungu apate dhasia. Haleluya. Amen. Waliona wa Misri, wakaona bahari ya Shamu, wakafikiria kuhusu kufa. Mahali ambapo hakuna njia, tukaona Mungu akatengeneza njia. Wale ambao wako na neno la Mungu ndani ya moyo yao hawatakosa njia katika maisha yao. Haleluya. Amen. Umekosa njia kwa sababu umesikiza sauti za wanadamu. Umefuata mashauri ya wanadamu. Shauri yanto. Na ndio umepotoka. Na ibu antorete. Hauna maisha ya rohoni. Utena otoro baki. Hauna maisha ya imani. Utena otoro baki. Umeingia ulimwengu wa kuona haiwezekani. Urukumande gorone ya kuona. Na katika ulimwengu wa Mungu inasema yote yanawezekana. Lakini ngoro Mungu arua yonde. Yasiyowezekana kwa wanadamu. Yatembekana kile hapo. Kwa Mungu yanawezekana. Kile Mungu yombekana. Lakini kwako wewe umeungana na wanadamu. Ndio wana ule katika wanadamu. Na nikisema kwa wanadamu haiwezekani. Na kutorua kiranto yatembekana. Toka kwa wanadamu. Kuweza kiranto. Uingie kwa Yesu Kristo mahali neno linasema yote yanawezekana. Huku makenje Yesu Kristo ara utatoroka yote yako. Wanasema wao ni wenye dhambi. Kwanza barua ni Yesu. Wale watu wanaishi maisha wenye dhambi. Non tonto watu watoroka Yesu. Wao wanasema haiwezekani kuwa mtakatifu. Non barua kutombekana mtu. Haiwezekani kuwa mwenye haki. Kutombekana mtu. Haiwezekani kuwa mkamilifu. Kutombekana mtu hapo. Kwa sababu wako katika ulimwengu wa mwanadamu. Non toba kende goro mtu. Wako katika mashauri ya mwanadamu. Badikirete mashauri yangu. Wanasikiza sauti ya mwanadamu. Badikirete sauti yangu. Wanasikiza sauti ya Yesu Kristo. Badikirete sauti ya Yesu Kristo. Sauti ya Yesu inasema. Sauti ya Yesu eriwa. Yale yasiyowezekana kwa wanadamu. Yara tombekana kile yangu. Kwa Mungu yanawezekana. Kwa Mungu yombekana. Haleluya. Amen. Yanawezekana ama yawezekani? Yombekana yatembekana. Yale unaona yawezekani yanawezekana ama yawezekani? Yara kona yatembekana yombekana yatembekana. Wewe mara nyingi unaona iwezekani kuwa mtakatifu. Itaringi unaona yatembekana kuwa mtakatifu. Unasema iwezekani mtu kuishi dunia bila kufanya dhambi. Ole yatembekana mtu atorante gora. Hiyo uko katika ulimwengu wa mwanadamu. Wewe kiende gora ya mtu. Uko katika maeneo ya mwanadamu. Wewe yara mtu aria. Lakini Mungu anatutoa katika maeneo ya mwanadamu. Ndio Mungu akutaki yara mtu aria. Ili atuongoze katika maeneo yake. Kenda tongoreke maeneo yawe. Tulikuwa tunasema haiwezekani. Kenda kutaka toto kwetu bekana. Kenda tu yara tukuona yate kuombekana twaje kuya kuombeka. Tuterwa mundu tuona yara tukuombeka tukwa yatombekana. Lakini yara tukuombekana tuterwa Mungu yara tuona yatombekana tukoya kuombeka. Haleluya. Amen. Kuwa mtakatifu inawezekana. Kuwa mudheru kuombekana. Kuwa mkamilifu inawezekana. Kuwa moyoru kuombekana. Kuwa mwenye haki inawezekana. Kuwa mwenye haki ni kuombekana. Kutoka kwa umasikini hata kama umezaliwa kwa mboma ya umaskini, kutoka kwa umaskini inawezekana. Kuma kile ukinyanya na usiaredio kiana ikukombekana. Inawezekana uwe tajiri hata kama ukuzaliwa katika mboma ya utajiri. Kuombekana wewe mwitonganya na usiaredio. Inawezekana uwe mhubiri hata kama umezaliwa katika mboma ya walevi. Ikukombekana wewe mtomeri nyanya na usiaredio. Kwa Mungu inawezekana. Ke Mungu yakombekana. Haleluya. Amen. Haitegemei familia gani umetoka. Koteko makanina umete. Inategemea umeunganika na nani. Kwe makani no ukumanano umeunganika na wanadamu ama umeunganika na Yesu Kristo. Ukumanete na anto kana ukumanete na Yesu Kristo. Kama umeunganika na wanadamu, ukiakoriki kuunganika na anto, haitawezekana. Kutombekana. Lakini ukiunganika na Mungu, ndio kia ukumana na Mungu. Yote yanawezekana. Yote yakombekana. Haleluya. Amen. Aanze kukuinua kutoka mavumbini. Amberi ya kuokere kuma muthatune. Kula pamoja na wafalme. Mwankore yani na nene. Sema amina. Amen. Inawezekana ama iwezekana. Kukombekana kakutombekana. Kile kinakusumbua ni mawazo yako. Yabyo madhone yako. Shida ni mawazo yako. Zina madhone yako. Shida ni sauti za wanadamu. Zina sauti si antu. Sauti za wanadamu inakuambia iwezekana. Sauti si antu si kura kutombekana. Haleluya. Amen.
Niliongea jana na mtu mmoja. Ndariria ora na mtu umwe. Akaniambia mimi ni maskini kwa sababu baba yangu hana samba ya miraa. Ambero inkeno nto baba ate mundu wa mirani. Aya sijawahi gawiwa samba ya miraa. Nta yiro mundu wa mirani. Sasa mimi ni maskini. Inde inkea. Nikamuuliza kama samba ya miraa ndio inatajirisa, baba yako angekuwa milionia. Ndamure kitha mundu wa mirani yu tongania baba okwa ategethwa milionia. Njoo unataka baba akugawie. Nonto orenda baba okwa akwajire. Angalia samba yote imesikana amuya ngawiwa. Wale mundu huyu anza bote ajiri ari asuo. Uangalie baba yako. Wale lia baba. Pia baba yako akona shida. Ambao ena thina nena mundu yu. Unafikiria ukingawiwa kasehemu ndio shida itaisha? Wewe no itira kanini no kama hiyo shida haikuisha kwa baba yako, niyo kasehemu itamaliza shinda katika maisha yako. Kila dhina tathire kia bawe na suonde no kasehemu kakathiria dhina yako. Watu wamefungwa mawazo wakifikiria anto bayo imadhoni baba yangu haya ningawia ndio mimi ni maskini. Baba katamba jeri bwanto ndenkea. Wewe ni maskini kwa sababu umesikiza sauti ya wanadamu. Oware nkeno nto thigeri. Wewe ni maskini kwa sababu umesikiza sauti ya mawazo yako. Oware nkeno nto thigeri sauti ya madhoni yako. Toka kwa sauti ya wanadamu. Ebala ke sauti si toka kwa sauti ya toka katika sauti yako wewe mwenyewe. Ebala ke sauti ya kuengwa. Usikize sauti ya Yesu Kristo. Usikize sauti ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Ukisikiza sauti ya Yesu Kristo. No usikize sauti ya Yesu Kristo. Utakuwa mtu mkuu. Ukethro mtu munene. Haleluya. Amen. Hautakuwa chini. Utethro rende. Utakuwa juu. Ende ukethro reuru. Tunajulikana kama maskini. Tumenyekana aonkea. Lakini tutajirisa wengi. Ende tutonga sia baingi. Haleluya. Amen. Wakorintho wa pili 6 mstari wa 10. Wakorintho sele itandatu mstari wa 10. Kama wenye huzuni. Antu bena kithikiro. Siku zote tu wenye furaha. Tuko sionde tu antu bena. Tunaonekana kama watu wanatuona kama watu wenye huzuni. Antu watuone hatu na kithikiro. Hiyo ni mtazamo wao. Ibo watuona. Lakini kwa mtazamo wa neno la Mungu. Lakini ukolo kero totora Mungu. Siku zote tu wenye furaha. Tuko sionde tu hatuna kuweza. Haleluya. Amen. Kama maskini onkea bali tukitajirisa wengi. Ende tutonga siantu abaingi. Watu wanatuona maskini. Antu watuona turenkea. Lakini tunatajirisa wengi. Ende katutonga sia abaingi. Haleluya. Amen. Hiyo ndio kazi ya mhubiri. Hiyo ni yangu ya mtumiria. Mhubiri watu wanamuona kama mwenye huzuni. Mtumiria ndio wanamuona kama maskini. Pamoja mtongea. Lakini anatajirisa watu. Ende katonga sia. Ukipokea hili neno la kupatia leo. Hili neno litaondoa magonjwa. Litaondoa dhambi. Litaondoa umaskini. Litaondoa huzuni. Litaanza kujenga furaha ndani ya moyo wako. Litaanza kujenga utajiri ndani ya moyo wako. Sema haleluya. Haleluya. Shinda ni mawazo yako. Dhina ni madhoni yako. Shinda ni sauti za wanadamu. Dhina ni sauti si antu. Shinda ni kile unakitasamia. Dhina bila waleletie. Toa macho yako huko. Itamezo yako na. Tasamia neno la Mungu. Waleleta totora Mungu. Na kutoka hapo utaanza kuona Mungu bila anafanya kazi. Na kumoka mbele kuona Mungu ratangu. Mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki kwa muda tumeshirikiana na wewe katika kipindi hiki. Naamini ya kwamba umepokea neno la Mungu na umeamini yote yanawezekana. Mungu akubariki na akutende mema. Tushukuru Baba mtakatifu, mkombozi wetu Yesu Kristo. Tuna sifa nyingi kwa sababu ya neema na fadhili zako umetujalia mchana wa leo na jioni hii ya leo kusikiza neno lako. Naamini ya kwamba kuna ndugu mpendwa mtazamaji, jioni hii ya leo amesikiza neno lako na limesaingia ndani ya moyo wake na kubadilisha moyo wake na kumpea mtazamo mpya ambao hakuwa nao. Alikuwa anajiona yeye ana huzuni, lakini leo neno limetuonyesha sisi tumejaa furaha siku zote. Alijiona maskini, lakini kumbe tunatajirisha wengi. Asante kwa sababu yale yawezekani kwa wanadamu kwako yanawezekana. Tunaweza kuwa watakatifu, tunaweza kuwa wakamilifu, tunaweza kuwa wenye haki kwa njia ya imani, kwa sababu yale yawezekani kwa wanadamu kwako yanawezekana. Pokea sifa na pokea utukufu kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji, kanisa letu liko Lare. Ukifika Lare tu, ukinyalare aki, hiyo namba iko hapo. Upige hiyo namba iko hapo. Kuongoze vizuri mpaka ufike kanisani. Ili tuweze kujumuika pamoja. Tangazo na kutangazia
tangazo langu tangazo tarehe 31 takuwa na mkesa hapa kwa tuena kesa au wa kuaga mwaka yote ya mwaka na kukaribisha mwaka na kuwatoeni mwaka. Hivyo nakuomba uungane nasi Kongo kuromba hivyo remo na bahati ili usikie neno la Mungu kenda huyo na usikie ahadi ya mwaka ujao. Na hivyo ahadi ya Mungu atatupatia. Ahadi ya mwaka huu mwaka tuko ahadi ya mwaka yote ahadi ambayo Mungu alitupatia ahadi ya Mungu atunakere kutimizia yote aliyotuahidi. No to yuri yonda yaratoete katika Mwanzo 21 mstari wa kwanza. Kikiambiria 24 mwaka wa 2026 mwaka wa 2026 pia tunangojea ahadi ya Mungu. Tueterete ahadi ya Mungu. Na naamini kwamba ikifika 2026 nengwetikia kinya 2026 Mungu atatupatia ahadi ya mwaka huu. Mungu akonekera ahadi ya mwaka huu. Mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki. Tagari muende, Mungu akutarime. Amen. Amen. Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Sijaokoka wakasema mikaba. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Igita ria kuria gutetheka niririkitie gukinya ario kaigwatira bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta kenu nkaira gwitia kibari na kunoja kwina ma nituraburetere